Karibu sana kwenye Ladha 3600 leo bwana. Bana, pleasure is all mine. Nafurahi kuwa hapa kwa sababu it's been a minute. Sure. Lakini tupo leo. Afu mimi tujaonana miaka mingi kweli, tunaonana kwenye mitandao. Sana kwa sababu hata namba yako nilikuwa bado nimeisave ile ya zamani kwa ubini wa ile ofisi ya zamani, umeelewa? Kweli au sio bwana? Sasa najaribu kuoanisha tangazo la ladha, umeelewa vizuri. Lakini kwa sababu tulikuwa on point like decimals nikajaribu kukumbuka haraka, lakini yote na yote nashukuru kuwa hapa na nashukuru sana kwa mwaliko. Alhamdulillah, karibu sana. Nashukuru sana. Sasa bwana, tumekuwa tuna mijadala moto kweli humu ndani bwana, tangu wiki kama 2-3 hivi, vitu vingi sana tumekuja kugundua kwamba tuna mambo mengi sana ya kudiscuss, na nyinyi ndio watu wenyewe ambao pengine walau tukisha mawili matatu tunaweza tukapata mengine ya kujifunza na yenye msingi zaidi. Wiki hii Jumanne ilikuwa na mjadala hapa na bwana Mkoloni ambaye alikuja tunazungumzia jinsi ambavyo anauza albamu yake. Na nikaona kuna ugumu fulani na nini, unajua japokuwa mwenyewe alijitetea sana, lakini bado kulikuwa kuna kaugumu fulani hivi. Leo kuna begi kama tumerudi zama fulani nyuma badala ya kwenda mbele. Lakini jana bahati nzuri wakati tunazungumza kwenye Fresh News pale, kuna point moja uligusia, ukasema kwamba unataka kwanza jamii ielewe kwamba sio wasanii kwanza walianza kugoma, bali ni yule msambazaji mwenyewe ndo alikuja na hiyo hoja, akidai kwamba wasanii walikuwa wanaponda zaidi, kwamba mdosi anawadhulumu na nini. Nataka hebu ufafanuzi kidogo. Hii ilikuwaje hasa mpaka kafikia kweli ilikuwa ni sababu tosha kabisa ya kuwafanya nyinyi na nyinyi historically jamaa alikuwa anapiga hela nyingi, apeka hela nyingi kila weekend bank. Hizo ndio ripoti ambazo tunazopata kwa ajili kutoka kwa watumishi wake na vitu kama hizo. Lakini pia ukiangalia kiundani utagundua kuna kama kiburi fulani ya pesa baada ya kuwa ameshakichanga sana. Na sasa hivi Tanzania inaenda kuwa Tanzania ile ya makaratasi, kwamba haki ya mtu inakuwa inahifadhiwa. Na hata kama ni adhamani inaweza kuchunguzwa vyema na mtu akapata haki yake, kwa kugundua mapema kwamba labda huu ni muda ambao anahitaji ku step out kidogo, na watu wa kuachana nao ndio sisi watu ambao kila siku tukija tunalalamika dosi mwizi. Na kama nilivyosema katika ile interview yangu, nilisema kwamba jamani, mwizi kwa sababu nishe kutoa album. Nitapa mfano wa album yangu ya pili ambayo ni Propaganda. Yes. Nikubane copy kadhaa. Akanipa hela ile copy. Akanipigia simu baada ya mwezi akaniambia zile copy zimeisha, tuje tubonge nyingine. Ina maana mzigo utakuwa umeisha kwake, au sio? Kwa sababu yeye kishauza wote. Mimi nikapata safari baada ya mwezi kwenda nje. Unajua mimi huwa nikienda nje napita kwa mwindi na nunua CD zangu mwenyewe kwa bei ya jumla, kwa sababu nakuwa sina muda wa kujifyatulia mwenyewe. Sawa. Na huwa mara nyingi na prefer zake, kwa sababu hizi ambazo tunafyatua mtaani tushasikia lawama kwa wateja wetu wengi. Unakuta mtu kanunua CD, sometimes haichezi, kuna cover tu nzuri na nini. Sometimes ngoma zinacheza 5 zilizobaki zote zinaruka. Jamaa ana mtambo mzuri wa kufyatua na kala. Yaani CD kama imeandikwa ngoma 1 mpaka 20, ngoma 1 mpaka 20 ita sound vizuri, itacheza vizuri. Tofauti na shikazi zetu wa mtaani. Shikazi zetu wa mtaani mashine zao bado changamoto. Kwa hiyo mara nyingi huwa na prefer kwa professional, naenda nje kuondoa hizo excuses na nini, naenda kununua kwake. Cha kuchekesha kile kienda nikiagiza copy napata za kutosha tu. Na wakati mzigo ushaisha. Mzigo kwamba umekwisha. Umeelewa? Lakini sio hicho tu. Album yangu kwanza vina mwanzo kati na mwisho ambao watu wengi sana hawana. Lakini watu wengi pia sana wanayo. Lakini walionayo wengi wanao kwenye tape. Ile album jamaa aliniambia nitoe CD. Ile ya CD alonipa nilikataa. Kwa hiyo mimi nikabaki na makava ya CD nyumbani mpaka leo ninayo. Mpaka leo. Yaani kama kuna mtu anasikiliza na angependa labda nimuonyeshe, naweza katoka hapa naenda katika page yangu ya Insta kaonyesha cover za album yangu ya kwanza za CD. Ninazo mpaka leo nigoma kugonga. Lakini CD zilipatikana mtaani baadaye. Hazikuwa zinapatikana Dar es Salaam. Hazikuwa zinapatikana sehemu za mbali kama Bukoba. Nipitie na Njinji hapo. Kwa hiyo yani kulikuwa kuna uharamia wa hali ya juu hapo. Uharamia fulani unakuwa unaendelea sehemu. Hiyo ndio shida ambayo yani nachoweza kusema ni kwamba kama mtu anakuwa anasikiliza saizi Ladha, naomba tu ajue kitu kimoja. Kuna nafasi kubwa sana katika soko letu la muziki saizi, especially katika swala la uuzaji au usambazaji wa nakala kwa ujumla. Ushaelewa vizuri. Yaani tusidanganye hata siku moja kama eti saizi
biashara imekuwa digital, sijui kila kitu tuuze online na nini, biashara online bado Bongo. Bado watu hawaja comfortable kuchanja kadi zao, sijui eti unanunua kitu online bado. Biashara service ambazo ziko tayari ni zile za kwenye mitandao ya simu na vitu kama hizo. Ambazo nazo bado. Okay, so at least wewe uliweza kukutana na hii kadhia ya uharamia wakati ule. Ilishindikana vipi kuweza kupatikana kwa wasambazaji wengine wakati ule? Yani ili ni swala ambalo ilikuwa hata jana alikuwa na discuss pia na bwana Hami kwamba sawa hawa jamaa walikuwa tayari wanaonekana na michezo lakini ilishindikana vipi watu wengine kujitokeza na kufanya hii kazi? Unajua walichoweza kufanya hawa watu walikuja kiakili kufanya kazi na watu ambao hawatumia akili kwenye kazi zao, especially kwenye biashara yao actually. Tunatumia akili katika kazi zetu, tunatengeneza product nzuri lakini hatuna akili ya ile biashara yetu, tunaipush vipi ile product. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo majamaa wakabuni kitu kinaitwa Spider Web Doctrine. Spider Web Doctrine ile unajua ile tando ya buibui ile. Kitu kikiingia mule ndani kina rotate mule ndani akitoki chini, umeelewa vizuri? Akitoki nje. Okay. Kwa hiyo walichofanya wao ni kwamba alifungua mmoja, akafungua na mwindi mwenzake na mwindi mule. Kumbe mwisho wa siku zile zote ni kampuni za mtu mmoja. Za mtu mmoja, okay. Umeelewa vizuri? Yeah. Na ndivyo ambavyo wamekuwa wakifanya hata katika maisha yao ya kawaida siku zote. Kwamba anapokuwa anaanzisha shule ule wao mmoja, watahakikisha kwamba nguo za shule wanazinunua kwa mtu wao pia. Kama ni suruali ya kaki au ya blue, utanunua hivyo sehemu nyingine inafanya hivyo kama shule, lakini ukienda kwa sababu haina label tu ambayo imeandikwa labda Pateo, basi tayari hiyo sio suruali ya shule. Wanachofanya wao ni kuhakikisha kwamba pesa inazunguka katika ile community yao kwa wale watu. Yaani cycle na kwa wenyewe tu. Kwa hiyo huwezi kuamini hiyo Spider Web Doctrine wali practice pia katika swala la distribution. Sasa na sisi kwa tumejua. Kwa hiyo unaenda pale labda kwa mama anakuzungua bilioni kwa mwananchi, kwa mwananchi anakuzungua sio inabidi uende sio kwa kibonge. Same thing my man. Una rotate kwenye same axis. Pale. Sio umeelewa vizuri. Kwa hiyo washafahamisha wanakuja kwa kitu kayusha ule. Najua ule mkasi huyu kuna kuongezea kidogo. Yaani bishani ule laki tu anakuongezea 50. Okay. Lakini wanafagiana nao wote. Kwa hiyo tukaja tukagundua baadaye kwamba ambapo kwa iko tule umeelewa vizuri. Basically ambacho kimetushindwa sisi wote tumeshindwa katika swala la distribution ni kwamba distribution inahitaji network. Unahitaji kuwa na watu, unahitaji kuwa na namba za watu wote ambao wanauza muziki mikoani na kitu kama hizo. Unaelewa? Limekuja swala watu ndio hivyo kama wamekata tamaa sasa tunasema. Kwa hivyo nao wakawa wameacha kabisa. Si ndio tumepoteza kabisa sasa kama hivi ndio vitu ambavyo vinakuwa. Kukata tamaa ni kitu ambacho kiukweli kabisa kwa binadamu ambaye anapumua. Kama unapumua kukata tamaa ni dhambi. Yaani ni unajikosea kabisa. Sure. Yaani hiyo ni sasa na mtu kujionea aibu kwa ngozi yako. Yeah. The ultimate sin is to be ashamed of your skin. Yeah. Same thing tunapata tamaa pia. Maneno vizuri hiyo ni ultimate sin. Ni dhambi ya hali ya juu sana. Mimi na mambo ya tatu sasa ya kitaalojia lakini imechelewa kutoka kwa sababu bado najaribu kusecure proper marketing. Yaani kwamba hata kama nikishakamilisha na market vipi na nafikisha vipi kwa watu, you know? So I came up na kitu ambacho kinaitwa ujasiria hip hop. Ujasiria hip hop basically nilikuwa nalenga wateja wa vioni kwa sababu vioni watu wengi sana katika mavyuo ya Bongo wapi na mashuleni watu wengi sana wanapenda hip hop. Umeelewa? Sasa kwa kule vioni inakuwa easy ukiwa na mjasiria hip hop labda 4 katika kila chuo ambao wao wanafikisha products wanawauzia wanafunzi na wao wanapata cha juu katika kuuza zile product inakuwa easy. Lakini sasa nayo inahitaji muda kidogo kwa recruit wote. Umeelewa vizuri? Ukuta mtu wa chuo kiko Mafinga, chuo kiko wapi? Watakiwa wafikie wote. Kosa ni kwamba ni kutoa album leo imepatikana Dar es Salaam, Arusha na Mwanza, that's it. Hilo ni kosa. Watakuwa kutoa album leo inapatikana mpaka Mtimbi na Njirinji, wanakuwa record Bububu. Sio umeelewa vizuri? Tumeshiganga, Shinyanga. Umeelewa vizuri? Na kwingineko, yani ipatikane leo hii. Yeah. Yaani kisema kwamba bwana mzigo uko stores tayari basi watu wote mtu anaenda duka lake pale stand ya kijijini anakutana nao mzigo. Okay. Hicho ndio kitu ambacho mdosi katupigia bao. Kwa hiyo tulikuwa tuna njia hizo. Lakini pia tunajaribu kuongea na serikali kuhusiana na kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukashirikiana na Posta, shirika la Posta tusambazia kwa sababu Posta ziko kote nchini. Mijini na vijijini kote
zinafanya nini siku hizi? Watu siku hizi watumia barua sana. Sure. Labda tuangalie namna gani ya kuingiza hii pia. Wawe wazi kutusaidia kutusambazia, kwa sababu kuna kazi nyingi sana za sanaa zinahitaji kuwafikia watu. Sio tunatumia na message, tunapigia na simu, tunaandikia na email. Tujaribu kuangalia namna ambavyo tunaweza kuzitumia hizi posta pia, kwa sababu mimi na sanduku langu la posta kwa mwaka, na kama nisipoongeza vitu naweza nisipokee package hata moja na nilipia bado. Okay. Sawa sana, hiyo ni nafikiri itakuwa hiyo. Kwa hiyo kwa ambao wanasikiliza, tujaribu kuangalia tu katika hizo lengo, na nimekuwa mwazi kuziongea na niko tayari kuongea zaidi, kwa sababu ni kwa faida ya watu wote. Kwa watu wote tunashukuru sana, kwa sababu kimataifa hauhesabiki kama msanii kama hauna album. Lazima una album. Mimi nina album 2, nataka niende ya 3. Mimi naamini bado wabongo wako tayari kusupport muziki wetu. Mimi siamini kama wabongo wana roho ngumu au uwezo huo wa IT faster, kiasi kwamba mimi nikitoa album leo faster tutaenda kuirip na kuwatumia tu link wa download bure. Siwaoni huko. Ni kwa sababu wanakosa access. Lakini hawa watu wanatufeel, hawa watu wanajua kabisa kwamba mimi nisiponunua album ya Phil Q atazeeka katika nyumba ya kupanga, na sina sababu ya kumcheka. Kwa sababu mimi ni mhusika katika umaskini wake. Na huwa nasikitika sana zikija hizi tunzo kubwa ambazo zinaaminika kubwa. Tuachane na hizi ambazo ndogo ndogo. Halafu kwamba rappers ambao unawaona, yani ambao wapo ambao wanawakilisha mataifa mengine hawana content kama ya kwetu. Tunasema ukweli. Halafu inashindikana. Unaambia tu kwa sababu sijui video na vitu hivi na vitu hivi, unajua. Labda kingine ili sasa ni in general. Pia kuna shida ya jamii ya wana hip hop kuonekana kwamba iko nyuma katika kutoa labda ngoma za ukweli sana, labda production yake inaonekana kwamba producer gani, producer fulani tu, kwa hiyo mtu tayari anaanza iko inaweza ikawa na quality na nini. Hili generally tunalitazamaje? Kwa sababu nimeona movements nyingi sana feed zinafeli. Yaani watu wanakuwa na moyo. Feed unaweza ukaja na ideas na nini, lakini katikati tena pale yani inabakia tu grupu, basi tunabakia tunaongea tu. Unajua Jabir, nimeuliza maswali matatu katika swali moja. Definitely. Kwanza nimeuliza kuhusiana na kwa nini wasanii wa hip hop especially bongo watoboa katoa watoboa watu wengine ambao content zao ziko chini. Definitely. Cha pili umeniuliza kuhusiana na swala la investment katika product. Umeelewa vizuri. La tatu umnikumbushe vizuri. La tatu tunazungumzia movements hizi kuwa zina fail. Yaani tunaangalia matatizo yetu afu tushayajua tayari, alafu movement nyingi zina fail kwa sababu zinakosa ule visionary pembeni. Umeelewa vizuri. Katika kila movement lazima tuone faida. Watu hawezi kwa kila siku wanakuwa mstari wa mbele afu waone kitu. You know? Vingi vina fail kwa sababu hizo. Unajua unakuta watu wakali, mtu ana launch album na nini, watu wanatokea 10 20 kwa sababu haziko kiofisi, haziko official. Sijui umeelewa vizuri kwamba walijitahidi at least kuwafikia hata watu wa marketing na nini, kuangalia namna gani wanaweza kaingiza senti na kupata matangazo mazuri na vitu kama hivyo. Biashara yoyote ni matangazo rafiki yangu. Kama uitangazi utaishia kwa mnyama na kazi yako inabakia kule. Lakini sio shughuli ya msanii fanya vitu vyote. Unajua mimi naamini sometimes msanii inabidi tu aishie studio na kwenye jukwaa. Hizi shughuli nyingine wasimamia watu wengine. Unaelewa vizuri. Lakini wangapi wanaopewa huo kugundua kwamba mimi ni Phil Q, siwezi kusurvive kwenye boardroom. Kwa hiyo labda nahitaji kuongea na Jabir kwa sababu mzuri, anaweza kaongea Kiingereza kizuri, Kifaransa vizuri. Ninachohitaji mimi najua ninachohitaji ni mpange yeye akawaambie hivi watu. Kwa sababu mimi nakwambia hivi ni mmoja wa wasanii ambao nishakujikuta niko ndani ya boardroom na discuss na watu wa marketing na nini, nikafanya presentation vizuri na wakaipenda sana. Nikabishana mpaka mwisho akakubaliana na mimi. Lakini mwisho mmoja akanitoa fadha ananiambia unajua Phil, hii idea uliyototea ni kubwa sana kwa kuwa mali ya msanii. Sijui umeelewa? That's too bad, yeah. Utuuzie kama vipi? Sisi tufanye. Mimi nikampa jamaa 5 ama 4. Lakini nilimpa 5 moyoni nikijua kabisa kwamba okay, katika masuala haya marketing na nini msanii yuko underrated. Lazima ni msanii anaona juu. Lakini kwa sababu unajua anachohitaji, labda nitafute mtu mwingine ambaye anaweza kumkamilisha haya madini. Yeye ndo ananiwakilisha. Simple. Umeelewa vizuri. Haupaswi kuwa na grudge kwamba mwenzeru hauna mpango kuandikia madudu na waachana. No, it doesn't work like that. Hii ni business, nothing personal. You feel me? Kwa hiyo unaangalia katika kila jibu unaopewa lina njia zake mbadala. Na hakishindikani kitu. Impossible is nothing. Umeelewa? Kwa hiyo huwa wanashindwa kuwa na visionary wakaweza kuwasaidia kuifikisha ile project pale mahali husika. Wasanii wengi sana wakali. Wengi sana.
lakini ni kutokujua tu kwamba nahitaji hiki na hiki na hiki ili niweze kufika pale, ndio shida. La pili ni masuala haya ya video zetu. Unajua ni muda mrefu sana wasanii wa hip hop wamekuwa wakifanya video zile simple tu, wanakubaliana na mshikaji kukutana maskani na kupiga video. Ndio hip hop is the realness of reality, lakini tunaishi katika zama ambazo biashara inatoka kwenye showbiz inaenda mpaka kwenye eye candy type of business. Ninaposema eye candy ni kwamba watu wanataka waangalie kitu ambacho macho yao yani utapata ile pipi ya macho yao watapata ladha fulani zaidi ya 3000 ule mvuto ladha fulani zaidi ya 3000 still 600 sure ndio vizuri. Ule mvuto hauletwi kwa sababu tu umeweka mademo wakati katika video. Ule mvuto unaonyeshwa na ile picha ilivyokaa. Definitely. Ni ile picha tu. Ndio maana Adele anataka na ngoma yake Hello. Yaani video ile kibongo bongo angerudishwa nayo. Sure. Lakini ameenda kutengeneza muziki namba 1 duniani. Video wameweka effect kama ya zamani, imechoka, imefanya nini? Lakini ndio ameenda ile ule muziki ni namba 1 duniani. Kila mtu anaujua, kila mtu kawimba, kila mtu nini. Sijui umeelewa vizuri. Sure. Kwa hiyo vitu hivyo tu ndio tunakuwa tumekosa. Tumekuwa mara nyingi tunafanya quality nzuri kwenye audio, video zinakataa. Sometimes audio zetu nzuri lakini tumeacha kufanya mastering kwa the sound vizuri, as qualify kimataifa. Yeah. Just that. Bwana tumalizie. Tunafanyaje sasa ndugu yangu? Maana haya tuliyozungumza mazito haya. Yeah, mimi nitumie tu fursa hii kushukuru kwa kunipa nafasi, kwa kunialika kuja kushare machache nilionayo kwa haraka. Lakini kama ambavyo wanasema wazungu kama there is always a next time, kwa hiyo inshallah next time kunialika nitakuja. Inshallah. Yes, naona tuendelee kwa sababu leo vitu ni vizito afu tujavimaliza. Inshallah tutafanya wakati mwingine. Na mimi nakushukuru sana kwa kuja kwa sababu naamini kwamba leo darasa kubwa pia limepatikana. Nashukuru pia. Asante sana. Yeah. Ndio kwa umeenjoy. Kabisa. Asante sana kwako msikilizaji. Endelea kusikiliza EFM. Uprise music baby. Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 9 mpaka 10 jioni. Kwa habari na interviews, burudani hapa ndo jikoni. Jabiri Sale yuko hewani, EFM ndo kiwanjani. Kila sem tuko mtani, uwanjani au machill tu nyumbani.